elimu yake na mazingira yake sio ya kusoma awe mkuu, maana alipewa nafasi ya kuwa mkuu kwenye nchi ambayo sio ya kwao. Unanielewa mtoto? Roho Mtakatifu hubadilisha hatua, kwa kuwa ule uwepo ambao anasema utajiri wa utukufu awajalie kwapa. Huo utajiri hauji katika hali ya kawaida. Mtu anayeishi na Roho Mtakatifu ndani yake unakuja na huo utukufu wa utajiri unapoingia ndani yako. Kwa lugha nyingine ni kama kazi kubwa, una stop kuzeka kwako, kwa kuwa unasimama katika haki na utukufu upo, kwamba utoe kitu cha Mungu sio cha kwako, unatoa cha Mungu, unachilia cha Mungu, unasema cha Mungu. Kwa hiyo mpaka kile ambacho Mungu anataka ukifikie mahali useme kwa wakati fulani, mpaka kiwe kimeenda kimefika mahali pote, sehemu zote, kimeenea kwa wakati. Halafu Mungu ataamua wachukue kwa namna yake, kwa sababu ya ule utukufu wake unaishi ndani yako. Utukufu wake ukiishi ndani yako, unakuwa wa pekee na wa tofauti ndani ya nchi yako ya Tanzania ama yoyote hiyo unayotokea. Kwa ajili yako wewe wanakuwa wana almasi, ili almasi zaidi ya almasi zote zile duniani. Maana utukufu wa Mungu ni wa tofauti, na mimi nasema ni utajiri. Awajalie utajiri wa utukufu wake, maana si wa kawaida, ni heshima na raha watu wa Mungu kuishi na Roho Mtakatifu. Ni kiwango kidogo tu ambacho mtu anaamua kujichekecha ili aweze kukaa kwenye mfumo wa ule uwezo wa Roho Mtakatifu, kujichekecha, kujiweka ile sifa ya uwe utajiri ikamatike ndani ya mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunamhitaji Mungu katika nyakati hizi tena sana, kwa viwango vikubwa.